kidogo, wasikie tu mahubiri kidogo tu, ama wasikie tu hata sifa, lakini hawezi hata kuamka, hawezi. Ambapo wewe ambaye Mungu amekuamsha pamoja na jamii yako, tujifundishe kuambia Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi wanaweza amuka wanasema, Mungu nilikuomba gari last year, mpaka dizia hii mwaka yote inaisha sina hata gari. Unataka tu nitembee kila siku, vumbi kinichapa mguu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni wangapi wanatamani hata kutembea na hawana miguu? Si ni wengi? Kwa hivyo inafaa kwa kile unacho unashukuru Mungu, kwa sababu umegharimu mkono wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwa point namba 3. Point namba 3 nasema ya kwamba to be an ambassador, allow time for him to listen to you. Bwana Yesu asifiwe. Tupia Mungu nafasi ya kutusikiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unajua hata kwa Biblia kuna mahali imeandikwa ya kwamba kuna njia za kuenda mbele ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia imeandika ya kwamba kuna maombi zingine ni kama kupigia Mungu kelele. Sasa hivi unaenda mbele za Mungu na hujapanga vizuri kitu unataka kuombea, unapigia Mungu kelele. Na hiyo imeandikwa kwenye Biblia. Inaonyesha ya kwamba kama wewe Mkristo, inafaa ukwenda njia ya upange njia zako taratibu ya kwenda mbele za Bwana. Tusiende mbele za Bwana na maombi ambayo inamchokesha. Tunapanga maombi, unapanga vitu unataka kusema mbele za Mungu, unaenda na unapea Mungu muda ya kukusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu leo nimeamka, nimeomba Mungu, Mungu nipe pesa, nipe ni umeacha hivyo. Kesho Mungu nasikia nilikuomba gari. Kesho kutwa Mungu nilikuomba pikipiki. Mungu atajibu gani wenzangu? Na sasa unaenda tu na zako. Jirani yako unamuombea saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inatuambia ya kwamba usijiombe tu wewe peke yako. Inafaa uombe na mwingine. Lakini sasa hujapanga maombi yako vizuri, ndio utaenda uombe hii saa hii, kesho uombe ile ijajibiwa, uombe ile. Una hata saa ya kuombea jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio inatuambia ya kwamba tupe Mungu muda ya kutusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kiswahili ni shida, lakini msijali, huko ilienda na huko kwetu, lakini haikupitia kwetu. Tulisikia tukipita na mbali. So msijaribu. Msijali. I'm sorry. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama inatatiza tutasonga tu. Amen. Amen. Point number 4 inasema God created us to worship him in truth and in spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba Mungu alituumba ili tumsifu kwa roho na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni jukumu lako kama balozi wa Yesu kutumikia Mungu kwa roho na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna wengi wetu wanaona tu kazi ya Mungu ni kama kitu tu ya mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Unapata maybe wewe ni mshirika, umeokoka, lakini bado ukiambiwa kitu kanisani unaweza sema kwani mimi wananionanga aje? Ni mimi ndio wananionanga. Hiyo inamaanisha ya kwamba bado hujaamua kutumikia Mungu kwa roho na ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kutumikia Mungu kwa roho na ukweli ni unajiachilia, unaacha roho yako. Unaambia Mungu ya kwamba mimi nimekubali, nataka kufanya kazi yako. Na nimefungua roho yangu ili unitumie. Bwana Yesu asifiwe. Unitumie kubariki watu wako. Na uamue kwa roho yako ya kwamba unataka kutumikia Mungu kwa ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Na ukishaamua hivyo utaona maisha yako yataendelea vizuri. Maana umejiachilia na ukachukua maisha yako ukaweka mkononi mwa Mungu. Na kwa hakika maisha yako ukipea Mungu, mambo yako yataenda sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Point number 5 inasema ya kwamba we should worship God not only in church. You are supposed to worship everywhere. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe. Amen. Wangapi wanaweza omba Mungu pale popote hapa? Amen. Wangapi wamejulikana tu wameokoka siku ya Sunday peke yake? Hatuwezi inua mikono lakini tuko wengi. Bwana Yesu asifiwe. Sunday tu ndio mtu anaweza jua ule dada Millicent ameokoka. Si ndio? Kuna watu wengi hata kwa plot yenye tunaishi. Hata ukienda tu useme natafuta dada fulani tunashiriki na yeye. Anakuza wapi? Anashiriki wapi? Kwa sababu tabia yake hata ukisema anaenda kanisani hakuna mtu anaweza sikia. Hakuna mtu anaweza kubali. Kulingana na vitu anafanya kwa plot. Vituko. Hata ukiambia mtu tunashiriki na yeye anasema kanisa gani hiyo? Na pastor wenu ni nani? Kwa sababu anashinda anasema huyu anaenda kanisani. Nasikia naogopa hiyo kanisa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na inatuambia ya kwamba tusikuwe tu tunaomba, isikuwe tu tunashukuru Mungu ama tunatumikia Mungu kanisani peke yake. Tusingoje siku ya Jumapili peke yake ndio tukuje kanisani tutumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia ya kwamba tuombe Mungu kila mahali. Inamaanisha hata kwa nyumba yako, hata unaenda safari unaweza muombe Mungu kwa gari, pale popote. Bwana Yesu asifiwe. Isikuwe ni kanisani tu, isikuwe ni Jumapili tu peke yake. Kwa sababu Mungu ako kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Na kila mahali ukiweza amua na uweke roho yako useme nataka kuomba Mungu, Mungu atakusikiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uweze kaa tu unakuja tu kuomba Mungu, Mungu aishi tu kanisani peke yake. Mungu ako na wewe kwako, Mungu ako na wewe kazini, kila mahali unaweza omba Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio kwa sababu ile masaa yenye kwa shida ukiomba Mungu kwa roho na ukweli, Mungu huwa anajibu. Si ndio? Mungu alisema ati juu sasa leo ni Thursday ama Tuesday, ngoja atakujibu siku ya Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo si tungekufa. Juu saa zingine mimi ni mgonjwa, niko nyumbani. Nasema ni sasa siwezi omba saa hii, juu Mungu yuko hapa. Wacha ningoje ifike siku ya Sunday niende niombe Sunday. Sitakufa. Amen. Amen. Kwa hivyo tunafaa kuomba Mungu kila mahali. Kuna siku tulifundishwa hapa na mwalimu Karo. Akatuambia ya kwamba inafaa utengeneze mahali pa kuomba kwako kwa nyumba. Madhabahu lazima ikuwe kwako kwa nyumba. Usingoje tu tukuje kanisani, mwambiwe inua mkono juu, omba. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maombi ya Jumapili peke yake haitoshi. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe unaomba Jumapili peke yake kanisani, na hizo masiku zingine kwa nyumba huwezi omba, ole wako. Bwana Yesu asifiwe. Maombi inafaa kuwa kila mahali. Kila saa muda wote umesikia tu uko free, unaweza chukua time yako kidogo uombe Mungu, omba. Bwana Yesu asifiwe. Tusikuwe wale tu wa kuomba Jumapili. Inakuwa tu hiyo Jumapili president worship wakishakuja hata waabudu wanasema inua mkono juu, haya tuombe. Wewe hiyo maombi yako imefikisha hivyo, unafunga maombi, unangojea next Sunday. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa hivyo alafu unataka Mungu akusaidie ama akubariki, atakubariki vipi? Kama wewe baraka yako inakuja tu every Sunday, once in a week. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata uweze jijenga kiroho kwa sababu maombi ndio inatujenga kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ndio inatujenga na maombi ndio bado inatuweka kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa yenyewe wewe unaomba siku ya Jumapili peke yake, utajengeka kiroho kweli? So utakuwa tu Sunday ndio unaomba, Sunday ndio unaomba. Ndio sababu unaona saa zile umepata shida, hata kama kuumwa tu kichwa kidogo, hata kama ni saa 8 usiku, ujazoea kuomba, hadi unajua kuomba ndio inafanya imani yako inakomaa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama uombi, unakaa tu unaomba siku ya Sunday peke yake kanisani, hakuna siku imani yako itakomaa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama una imani imekomaa, ndio utapata saa 8 usiku mtoto wako anaumwa na kichwa, badala uamke upige magoti useme shetani nimekuona kwa umbali na ninakukemea, wewe utaamuka uchukue simu. Hello pastor, ombea mtoto wangu ni mgonjwa. Saa 8 usiku na ni kichwa tu. Ni kwa nini? Hujajengeka imani. Imani yako bado iko chini. Lakini kama umezoea kuomba, ukajenga imani yako, hiyo tu kichwa kidogo utapiga simu. Bwana Yesu asifiwe.
imani na ataenda. Sasa badala ya kupiga simu kuja uniombee, utakuja hiyo Sunday usimame hapa na utoe ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Ile ushuhuda itakuwa ni ya kwamba unatoa ili waibishe shetani ya kwamba alikujaribu lakini alipata wewe ni moto. Bwana Yesu asifiwe. Alijaribu lakini hakuweza kuingia. Ulimuona na ukamkemea na akaenda. Yako itakuwa ni ushuhuda. Utakuja kusema tio, niombeni mtoto wangu sijui nini, hapana. Utakuja kusema ilikuwa siku ya Thursday, mtoto wangu aliumwa na kichwa, nikaamuka nikaomba, shetani akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwa point number 6. As an ambassador, you should not be someone who hold grudges. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali mtu anisomee Psalms 34:14. Psalms 34:14. Yeah. 34:14. Biblia inasema katika Zaburi 34:14 nasema kwamba uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Amen. Biblia inatuambia ya kwamba tuache mabaya. Ndio. Na point yake nasema ya kwamba as an ambassador you should not be someone who hold grudges. Grudges bado ni mabaya. Hiyo ndio kitu imetuumiza sana kama Wakristo. Hold grudges. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama Pastor Millicent, mtu alinikosea last year. Na nasema nikikumbuka kenye huyo mtu alinifanyia, siwezi hata msalimia. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi. Ama nakuja nasema kuna siku tulikuwa hapa kanisani. Nikaenda nikaambia Sister Elizabeth kitu. Kulingana na venye huyo mama alinijibu, siwezi muongelesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ikifika Sunday, napenda wapi? Madhabahu. Ama ikifika Sunday, nasalimia wengine. Bwana Yesu asifiwe. Labda huyo ni kuna Bwana Yesu mwingine unasifu. Si huyo ambaye tunamjua. Kwa sababu hakuna venye bado utakuwa na grudges inaitwaje kwa Kiswahili? Yeah, thank you. Hakuna venye bado utakuwa na kisasi ndani ya roho yako. Na wewe ni wewe umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja kanisani, wewe ni Mkristo. Unapata tunakaa hapa wote. Mwongozi baada amefika hapa anasema salimia jirani yako. Na juu kuna jirani yako na muongei, unampita unaenda kusalimia watu wa huko. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni njia ya Kristo kweli? Bana. Ama kwa nyuma yako unasalimia wa huku na wa huku, unampita unaruka nyuma. Juu alikwambia kitu yenye uwezi waacha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakataa kusalimia mtu ya kwamba alikukwaza, uko na hiyo kisasi kwa roho. Jiulize ya kwamba je, wewe hujaikwaza mtu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inatuambia ya kwamba binadamu sisi tunaishi kwa dhambi. Na hakuna mtu mkamilifu mbele za Mungu. Ni Mungu pekee yake ndio mkamilifu. Na ndio kwa sababu kila saa tunataka tukue katika Yesu. Tukue katika mienendo ya Mungu. Ndio maana kila saa tunazidi tukiomba, tukianza tunasema Mungu, nisamehe mimi ni mwenye dhambi, si ndio? Kwa sababu kuna dhambi mingi tunafanya. Kuna zile tunafanya kwa kujua na zile tunafanya kwa kutojua. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zingine tunafanya tu tukijua. Na ni mingi. Na ni zingine hata huwezi avoid, unashtukia tu imekupata. Ndio sasa inaweza kuja nikwambie umesikia kitu kimefanyika
dada nani. Unajua hiyo ni dhambi kwa sababu nimemuongelea kama hayuko. Hizi nimemsengenya. Ama sengenyo ni gani? Si ni hiyo yenye unaongelea mtu na hayuko hapo, lakini unamuongelea. Kuna zile ambapo hatuwezi avoid. So before you make grudge kwa roho yako uweke kisasi. Jiulize ya kwamba wewe ni mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu binadamu hakuna mkamilifu. Tukue watu wa kuacha maneno. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo roho yako inakuwa tu inafaa upe tu Mungu. Si bado uweke maneno zingine kidogo. Unasema siwezi ongelesha fulani, juu alinisema hivi. Nilisikia alisema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna maneno mengine ambayo hapa ati nani aliniambia alisema. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujiulize ya kwamba senye nani alikuwa anakuja kukuambia nani amesema na yeye alisema nini. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hapo wewe utasema nini? Kwa sababu huyo nani hakuongea peke yake. Before akuje ati nani amesema, hata yeye aliongea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa itukue watu wa kuacha maneno. Juu bora uwe binadamu utakwazwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wewe utakwazana. Lakini usikue ya kwamba wewe ukisikia umekwaza mtu, unaona ni kama anafaa kukuachia. Lakini wewe ukikwazwa umeshikilia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unashika maneno kwa roho, hiyo inafunga baraka yako. Bwana Yesu asifiwe. Inazuia ile baraka. Hata kama Mungu alikuwa akubariki, anaangalia roho yako anasema sasa hii roho yenye nafaa kuingia nibariki huyu. Roho tayari imeshajaa na maneno, nitakaa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu roho ya Mungu inafaa kukaa katika ndani yetu, kwa roho yetu. Lakini sasa nishakuwa na misasi na mambo mengi kwa roho yangu ya kwamba ndugu Kevin alisema, sijui nani alisema, sijui Sister Elizabeth alisema. Mungu anakosa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Maana roho imejaa. Hakuna pale pengine pa kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama Wakristo tuwe wale wa kuachia wenzetu. Vile tunapopenda hata sisi tuachiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sasa yenye unashikia mtu hivyo, jua ya kwamba hata wewe umeshikiwa. Si ndio? Inafaa tuache. Tusikuwe wa kulipiza kisasi. Kwa sababu kisasi ni ya Mungu tu. Si ndio? Kisasi ni ya Mungu peke yake. Juu tukisema sasa mtu akikosea ulipize kisasi, si tutaisha. Bwana Yesu asifiwe. Kisasi ni ya Mungu tu. Na sisi kama Wakristo lazima tujue kuombeana wengine kwa wengine. Ndio mtu anaweza kukwaza ile uchungu. Juu sisi ni binadamu. Jifundishe kurudi kwa magoti na uombe. Unawaambia Mungu, hii mzigo nimebeba kwa roho yangu, naomba uniondolee. Na unipe roho ya kusamehea huyu ndugu yangu ama dada yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kubarikiwa wote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwa point number 7. Inasema ya kwamba as an ambassador, you must have a forgiving heart to experience goodness of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha ya kwamba tusipokuwa na ile roho ya kuachia wenzetu, hatuwezi ona mazuri kutoka kwa Mungu. Vile nimesema ya kwamba sasa umejaza maneno mengi kwa roho ya chuki. Mungu hawezi kuingia ndani ya roho yako ili akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tayari roho yako imekuwa overloaded. Umeoverload vitu zenye haikusaidii. Na ndio maana tutashinda tukiimba usiku na mchana, Mungu nibariki, Mungu niponye, Mungu nifanye nini? Unakuja mpaka kanisani unaomba prayer request, kanisa yote inakuombea, watu wanakuja kwako wanakuombea, lakini hakuna mabadiliko. Kwa nini? Hata space tu kadogo ya kubeba tu imani peke yake hautakuwa nayo. Kwa sababu tumechukua vitu za chuki tukajaza ndani ya roho yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo inazuia baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tunaambiwa ya kwamba tukue na roho ya kusameheana, ndipo tuone mazuri kutoka kwa Bwana Yesu. Inamaanisha ya kwamba senye Yesu atakutembelea na apate roho yako iko safi. Bwana Yesu asifiwe. Anitembelea apate roho yangu iko safi, ataingia ndani ya roho yangu. Na punde anapoingia
ndani ya roho yangu na apate ni kusafi akae hapo, matokeo itakuwa tu ni baraka baada ya baraka baada ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Na zenye nazijaza nazuia mazuri kutoka kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea. Proverbs chapter 1 verse 7. Proverbs 1:7. Kumcha Mwenyezi Mungu ni msingi wa maarifa, lakini wapumbavu hudharau hekima na adabu. Anza tena tafadhali. Mithali 1:8. Mwanangu Yesu. Okay. 7 inasema kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Amen. Amen. Wachilia tu hapo. Okay, kulingana na Biblia yangu ni I think ni translation nyingine. Yangu inasema ya kwamba kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Maonyo dhidi ya